Tamani kila mwanadamu alimleta duniani aishi maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni 5 hizo Mungu anasema ni amri kwa lugha ya Kiebrania. Anasema hizo ni amri alizoziweka kwa mwanadamu na kusudi la kumuumba mwanadamu. Alimuumba aje azitawale, azisimamie kanuni hizo ngapi? 5. Na kila mwanadamu anayetamani au kuishi maisha yenye furaha ni yule atakayetembea kwenye kanuni ngapi? 5. Kuongezeka. Tukaja kuona neno kujaza. Neno kujaza tukaona ni mtu yoyote ambaye alitembea, ambaye aliamua kuwa alikuwa na shida hata na milioni 2 akaamua kujenga, alafu akaanza kuumiza kichwa kurejesha milioni 2 au kuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mwingine maisha ambayo utakuwa tu kama wewe huhangaiki kuona kama nina laki nisogee kwenye kuifikisha 200,000 au 3. Hilo halikuwa kusudi la nani? Na Mungu. Mungu alikusudia tujaze. Kujaza. Hivi kila mmoja hapa si anajua kama hata kama ukienda sehemu yoyote ukakuta vitu vya kuokota, unaamua kuokota kwa wingi. Mungu alikusudia tupate vitu tele, tena viwe vingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Alitamani kila mtu amejaza. Iwe ni watoto amejaza, ziwe ni karama amejaza, ziwe ni nini amejaza, ziwe fedha amejaza. Yaani hahitaji kuona mtoto wa Mungu analia na kunong'onika juu ya maisha yake ya kila siku. Hatamani kuona mtoto wake analia. Anahitaji kuona mtoto wake amejaza. Kila kigeuka huku kipo, kila kigeuka huku anacho. Yaani kila hitaji nahitajika, anaona mtoto wake anacho. Bwana Mungu kula anasema haya, huyu ndiye nilimpa ile kanuni, ameisimamia sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni 5 anasema akiona mwanadamu aliyemuumba kwa sura yake, akamumilikisha, akamshirikisha uumbaji, akampa sura yake, akampa mfano wake, akampa pumzi ya uhai, akawa nafsi hai, amejaza. Amejaza. Kila mmoja Mungu anatamani kujaza. Tukaja tukaona kanuni ya 4 nasema kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona kanuni nyingine nasema kutisha. Kutisha tukaona lina ufafanuzi wake wa lugha lugha gani inatumika hivi? Lugha maarufu ya Biblia. Ya Kiebrania, hamnikomboshi kama tuko pamoja. Lugha ya Kiebrania inasema maana ya kutisha ni uhasibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni uhasibu. Maana ya kutisha ni nini? Ni uhasibu. Yaani unakaa pale una vitu vyako sasa, unaratibu. Hivi unaratibu. Wanasema hapa sasa ninatisha. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo mtu yoyote anakwambia ninatisha. Hata wacheza mpira wanakwambia tunatisha kwa sababu anatisha. Akimkata chenga wanakwambia walikuwa 4 lakini wote wakafanya nini? Akawapita, anatisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatamani kuona sisi tunatisha kwa vitu. Tuna vitu tumejaza na tunatisha, tunavitisha kabisa. Tunavimiliki. Tunavitisha. Tuliona kwamba kuna hata wengine mtu anaweza kamiliki alafu akashindwa kuvitisha. Kwa sababu kama unamiliki pako nafika hatua ya kumwambia mtu nitakupiga nikulipe, sivyo? Umeshindwa kuvitisha, vimekumiliki sasa. Kwa hiyo tukaona kutisha ni uhasibu. Mungu anatamani kumuona kila mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake anamiliki, anatisha, ana uhasibu ambao anakaa, anachukua kalkuleta yake anaanza kuviangalia.